Mchezo anaitwa Tieno bana. Nashangaa nafanya nini hapa bana. Ile amekuja kwenye fujo bana, atia hasira. Hey, mimi sikuogopi wewe ex wangu. Naomba utoke hapo ndani bana. Unaamua kunisaliti. Bora unisaliti na watu wengine. Jamani atia mikwala hatari bana. Anatoka pale mrembo pale Piskali tulioenda height na tunamkumbuka unaendelea Buba Kimzee Kikoti. Ila jamani atia mikwala vile hatari kumbe alikuwa demu wake huyu bana, alafu kamsaliti. Unacheki afu vile inavyouma mzee. Afu demu anavomjibu kwenye kauli jeli, mimi sikukopi wewe unataka nini? Mimi sikutaka kwenye maisha yangu. Jamaa bana anajaja baba anaamua kumtia mikwala na ingia mzee wetu Kikoti bana. Wewe Kikoti bana. Unataka nini? Wewe mimi sikukopi. Afu bado mikwala inazidi. Mzee baba kama ujiangalia episode ya kwanza 0, hii ni episode ya pili na tunaendelea pale tulipoachia mzee. Afu tumerudishwa nyuma kidogo tunaonyeshwa nini kilitokea baada ya mzee Kikoti kutoa maiti kwenye gari. Mzee Kikoti anashangaa jamaa vipi huyu anakuja kutia mikwala au mimi simfahamu. Mapenzi moto bana, mipunduka na vuzidi hapo kuchana ni hagi hapa. Make sure na subscribe mimi wako Rich Konka ili movie recap kutoka Bongo Movie bana wanatuletea mzee Kikoti bana. Hoya mzee bana kipara bana anazidi kutia mikwala. Mwana shatoa mahali kama vipi niacheni mwanangu anavyoongea mzee hapa. Niacheni mwanangu. Msijaribu kumdhuru maana usiki na chochote bana. Mwana anasikia pale anashangaa elewi bana. Mzee vipi maneno gani anaongea? Anamuuliza pale babake. Sikiza hapa. Wewe mzee vipi nini unachosema hapa? Mbona mimi sikuelewi? Wasindhuru akina nani hapa? Mzee anajibu kwa kashi babana pale, we hebu jishikilie mimi naanza kula kahawa hapo alafu fanya mausafi hapo, zingatia nini kinachoendelea ndani bana. Mchana baki elewi bana. Babangu nini kanywa leo? Anamuuliza pale, babangu nini mmekunywa leo? Ila babake naye amjibu bana. Kama amekunywa konyagi mzee vipi? Wewe jinsi anavyomjibu mwanae. Kuisha bahari bana. Chana naye. Mzee anaondoka zake kwenda kunywa kahawa bana, anapata kahawa mzee. Mimi nitabaki kama nimeshangaa. Narudishwa kwa mzee Kikoti. Kama nakumbuka kwenye episode ya kwanza mzee alipatiwa begi sasa. Anakagua begi anatoa kwenye anatoa panga bana. Hii kazi niliopewa vipi bana? Anatoa panga. Angaa kidogo anatoa bastola. Mzee bana. Inamshtua mzee, hata kama wewe mzee ingekushtua hizi. Vipi natoa bastola kwenye begi bana? Nenda kuua mtu, nenda kupigana ghafla anapokea simu. Sikia kauli mzee. Lengo lako nimeshalijua. Unataka nikafanye kazi ya mauaji. Atasikia nikwambie. Mimi ndo Sterling Makoti, Mwamba Nondo, Mwamba Stiliwaya. Pesa yako nimekula na hauna cha kunifanya. Unataka mimi niingie jela nikakutana manyapala kule? Na jinsi nilivyokuwa siwezi kukaza wakanishone mshenzi nini? Siwezi kufanya hiyo kazi yako. Yaani nimejitunza toka udogoni nije kufanya uzembe ukubwani mshenzi nini? Siwezi kufanya hiyo kazi. Makoti bana. Kuna mtu atakuja hapo. Yeye ndo atakayeamua. Ufanye kazi kwa pesa ulokula ama usifanye. Lakini kwa sasa naingia kazini kwenye pesa ile ambalo wewe ulitumia. Makoti, kazi yangu ni kuuza mwili. Hii ni ahadi ambayo niliiweka. Nitauza huu mwili wangu mpaka pale nitakapohisi kaburi linanihitaji. Bana. Wewe bwana kauli mbiu anatisha hatari yani. Kikoti mbaki ameshangaa bana nauza mwili. Dem Piskali kumbuka hatari bana. Inabidi kibaya mbaki amerudisha zile silaha tu ndani bana. Elewi. Demu anamtia mikwala hatari. Demu pale kazi zake elewi. Demu anauza mwili bana. Ukicheka mwenye Piskali hata kushindwa kuokota uwezi bana. Cheki chelo bana changu. Paka kwenye paja kachora mitatu bana na tisha hatari udemu. Paka mwenye ananitamanisha mimi mweneno Rich Konka bana. Piskali. Basi mzee Kikoti endelea kupanga mizigo zake pale mzee. Endelea kupanga mizigo zake kwa kuchukua nguo bana anajazilia hapo ndani kwa ndani. Basi kama leo mwanetu bana anashangaa. Ghafla kidogo hivi anasikia mlango unagongwa pale. Sikia. Anapanga vitu vyake hivyo. Anakuja kucheki nani anagonga mlango huyu. Ashtukia mwamba huyu marasta bana. Wewe vipi umekujaje kwangu unataka nini? Nimekufuata wewe, kazi inabidi tuifanye sasa hivi.
Kichocha anakuwa elewe bana, bandika biduki, mimi nakupasua bongo sasa hivi ujue. Mimi nakuua. Hebu niambie nini unataka. Mchize baki ameshangaa tu, jamaa vipi huyu? Afa anamjibuji kidharau. Mwenetu itoi ujue. Hii itoi tumekuwekea tu hapo ili kushtua watu wengine. Kama leo bana nabaki mshtuka bana. Sikia Kikota. Kikota anashangaa, kumbe itoi. Nakupasua na hivyo hata kama itoi. Lakini baki amecheka sikia. Anaonyesha mzee, tuliza kazi hiyo hapo yenye tumekuitia hapo. Mzee Kikota anacheki hapo mzigo. Pale ashangaa nakuta mtu kauliwa. Vipi nani huyo amekufa? Sikia kauli mzee baba. Acha mmeua. Hapana useme hivyo. Sikia anavyoambiwa mzee. Sema tumeua, tupe sifa zetu. Sikia tumeua. Mzee Kikota elewa baki ameshangaa pale bana. Watu wanatia mikwala tu kila mara maneno misimango leo ujue mzee Kikota kaingia kwenye shimo jipi. Afu ndo maana pale kwa tunamueleza tu wakati pia si wenyewe. When the deal is too good, think twice. Acha kushangaa sasa. Kikota mbaki pale bumbuaze elewi. Maneno mjaza kichwani kila mara akutana na ile, alikuwa usoto wa hela. Ndo maana yake amemkumba yote bana. Aisema maisha bana. Maisha yanachanganya ndugu zangu bana. Sijui kashangaa najikuta na wewe pia unakutaka mzee Kikota. Kwa hiyo jifunze kijua the least good thing twice siku zote. Fikiria mara mbili asije kukutaka leo mkuta mzee Kikota. Maana ndo balaa sana za kumuanza sasa. Amekula hela bure. Majonzi za kumkuta. Mzee anamwambia twende zetu bana. Acha nikuonyeshe kazi ni gani. Kazi ni moja tu hapo. Naomba ushike maiti tu. Kazi yako itakuwa imekwisha. Anashusha ndo pale episode ya kwanza ilipoishia alishusha maiti. Alafu kumbe yule mwamba bana ndo mamake. Kikota imebidi ametoka mbio, jamaa anapiga nduru hapa kama chizi bana. Mamangu kauliwa mimi sielewi. Mamangu bana. Watu wanatuelezea hapa lakini Kikota kashasema kitambo. Anapiga nduru kama chizi. Leo mamake kamalizo bana. Mama kama unaona kutafanya mamake tio kitanda alafu kitanda na mtu ambaye anamfahamu. Ni jamaa na hisia tu, ila Kikota anatorokea kwa beshte yake wa karibu sana, kiti cha kwanza, kiti cha pete, yani wanavyosema rafiki pete yani. Makoti vipi? Mbona tushtuana ndugu yangu? Nini hapa baba? Wameniingiza kwenye mtego ndugu yangu na kuisha mimi ndugu yangu. Mtego? Mbona sikuelewi? Hebu nifuate kwanza. Baba tuondoke pale. Wanatongelea pale kwenda kukaa sehemu, watafuti sehemu za kumweleza nini kilichomkumba jamaa. Anasonga pale na kumweleza nini kilichomkuta. Kuta namweleza mazee kilichomkuta na kitemo kesi ya mauaji. Anashangaa vipi? Makoti. Huyu jamaa atakuwa kuku na wewe na mauaji wapi? Anasingiza kesi ya mauaji. Yaani mauaji na wewe yanaanzaje? Amna Kikota jaribu kueleza hapana. Dimwake naona chiki jamaa anakuja kumwangalia jamaa vipi. Mahaba imemjaa ndini anakuja kumcheki jamaa kama yupo vipi, amshughulikie kidogo bana. Anagonga mlango pale atoka piskali wetu bana, mzee wa matatu. Makoti. Cheki chuma hapo. Najua uko ndani hujaenda kazini, mfungua basi mlango nataka tuongee penye. Wale boli mzee baba. Anafungua anatoka mzee wa matatu piskali. Kwanza katoka yetu afu mbele bana, wewe ugopi. Anatoka pale anamwambia mzee yuko hapa ndani, vipi unataka nini? Jamaa anajibu pale anamtaka mume wangu mimi. Sitaki mtu yote. Najua unashangaa sana. Maskini kapole. Hapo bala. Demu anajibu kimadharau lakini bana kademu anakasirika na mwapita na mlango bana. Huyu anajibu vipi huyu mshenzi? Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Kwanza kwa mume wangu alafu mpataje nafuu. Demu anapita na mlango kichizi bana, anaingia paka ndani bana. Haelewi. Anafika ndani akuta mzee yuko. Demu anafanya nini peke yake huko ndani? Ana nini kwanza hapa kwa yake, anatoka nje kwa maasili. Huyu vipi? Anafanya nini kwa mume wangu? Alafu anaingiaje apataje uroga? Umeingia ndani hayupo au funguka. Sasa ukitoka hapa nenda kamtafute huko, maana kashapagawa sasa. Kwa sababu swala la mauaji sio swala dogo. Mauaji? Unamaanisha nini? Ilo swali unalotaka kuniuliza, ukitoka hapa kamuulize babako mzazi. Afu kabla haja kujibu,
muulize Neli ni nani. Alafu kisha ndugu. nifahamu. Nafikiri hichi ulichokitenda hapa Ila sasa hivi mwelewi utakijutia ama Maana utakifurahia. mzidi ko. Anaona kumjibu Jawa inabidi ajitoe hapo ajikataa. Samahani, maji yameingia kwenye mapua, nilikuwa nakunywa maji hapo. Yameingia kwenye mapua yameidoanisha hapa. Ila demu inabidi amejikataa chap chap bana. Jamani ameniingiza na washa. So si ile samahani. Ile ndugu zangu maji. Kimila movie tu pale pale. Chiza nakuja mbio mbio elewe mamake ameuawa kumbuka vile. Hapa ameona ameuawa na kikoti. Sasa bidi afika njaa kukutana na mpenzi wake. Hapa leo pakuponi mtu hapa mimi naua ujue. Mimi naua mchizi. Hata kama leo naua mzee. Anafika kwa kupa na kumkamata mzee. Anamkamata demu na kumbamiza kwenye post hapo elewe. Kaka, niambie mzee nakuomba usifanye ubaya wa binti. Ndio wake hapa namueleza chana naye. Yaani bwana Makoti wewe mzinguaji sana. Eti unasema umeingia kwenye issue mauaji. Yaani kipindi kile nilikuwa nikichinja tu kuku pale. Wewe unaogopa unatetemeka. Sasa eti leo unaniambia kwamba nimeingia kwenye issue ya mauaji. Wewe unaweza wewe? Hata kuua jongoo wewe ulikuwa unaogopa sasa. Ghafla jamaa anapigiwa simu inabidi aondoke ndani ya simu. Nakuja dakika moja. Anampa samana anaondoka kidogo aenda kushika simu. Lakini jamaa vile vile mwenyewe simfikirii vizuri mzee baba. Maana anakuja kuondoka na simu bora kisirisiri. Kumbe kapigiwa simu na ule mdada vile ule shetani wetu, shetani mkuu. Anasema jamaa yupo hapa na unachosema mimi nitatia amri yako ku sheria kwangu. Utakachokisema sema ni wewe mimi ndicho na utamfanyia. Chuma hicho. Ile episode ya 3 baba. Sio salama. Sio kwa Rich Cobb. Sifuri.